Hivi unajua kwamba Bob Marley alipigwa risasi ya kufariki, lakini kitu kilichomuua ni kukataa kukatwa kidole cha mguu wake? Leo hii dunia inaendelea kumkumbuka gwiji wa muziki wa reggae, mwanaume aliyebadilisha muziki kwa sauti ya mapambano, upendo na uhuru. Huyu si mwingine ni Bob Marley. Jina lake kamili lilikuwa ni Nesta Robert Marley, maarufu kama Bob Marley. Alizaliwa tarehe 6 Februari mwaka 1945 huko Ninamile nchini Jamaica. Baba yake aliitwa Novus Kanchil Marley, alikuwa mzungu mwenye asili ya Uingereza, huku mama yake akiitwa Nekadela Book Marley, mwanamke mweusi wa Jamaica. Bob Marley alikuwa katika maisha ya kawaida sana yenye changamoto kubwa za umaskini. Bob Marley alianza muziki akiwa kijana mdogo pamoja na marafiki zake ambao ni Peter Tosh na Bunny Wailer. Wakaunda kundi lililoitwa The Wailers. Mwanzoni waliimba ska, locosteady kabla ya kuja kubadilisha muziki wa reggae kuwa maarufu duniani kote. Bob Marley hakuwa mwimbaji wa kawaida. Nyimbo zake za mapambano, haki za mtu mweusi, uhuru, umoja, amani na upendo, lakini pia kumtegemea Mwenyezi Mungu. Aliunganisha muziki na falsafa ya maisha kupitia Rastafari. Baadhi ya nyimbo zake maarufu ni pamoja na No Woman to Cry, One Love, Redemption Song, Buffalo Soldier, Could You Be My Love, Three Little Birds, pamoja na nyingine nyingi. Nyimbo hizi zinasikilizwa hadi leo duniani kote. Mnamo mwaka 1976, watu wenye silaha walimvamia nyumbani kwake huko Jamaica na kumpiga risasi, lakini cha kushangaza, Bob Marley hakufa. Alijeruhiwa mkononi na kifuani, lakini bado alipanda jukwani siku chache baadaye kuimba nyimbo kwa ajili ya amani. Tukio hili lilifanya kuwa alama kubwa ya kupigania amani duniani. Bob Marley alikuwa na familia kubwa sana. Alikuwa na watoto wengi, maarufu zaidi Ziggy Marley, Damian Marley, Stephen Marley na mke wake aliyekuwa anaitwa Lita Marley. Familia yake iliendelea kubeba urithi mkubwa wa muziki wa reggae mpaka leo. Bob Marley aligundulika kuwa na saratani ya ngozi aina ya Maradona baada ya kuumia kidole chake wakati anacheza mpira. Madaktari walitaka wamkate kidole hicho ili kuzuia saratani kuenea, lakini kutokana na imani zake za Rastafari hakukubali kukatwa. Baadaye saratani ilisambaa mwili mzima hadi kwenye ubongo na mapafu. Bob Marley alifariki dunia tarehe 11 Mei mwaka 1981 akiwa na umri wa miaka 36. Alifariki huko Miami nchini Marekani, na maneno yake ya mwisho kwa mwanae Ziggy alikuwa ni Money can't buy life. Maana yake hata uwe bilionea, kifo kikija huwezi kutoa rushwa ili kikukwepe. Ukweli mkubwa kuhusu Bob Marley ni kwamba yeye ndiye aliyefanya reggae ijulikane dunia nzima. Mpaka leo anachukuliwa kama mfalme wa reggae duniani kote, na nyimbo zake zinatumika kwenye harakati za haki za kibinadamu. Alikuwa anapenda sana mpira wa miguu, alikuwa nembo ya amani, upendo na uhuru. Hata baada ya kifo chake, mauzo ya muziki wake iliendelea duniani kote. Bob Marley hakufariki kwenye muziki, alibaki kuwa sauti ya watu waliodhulumiwa, nembo ya reggae na alama ya mapenzi na amani na inspiration kwa vizazi vingi duniani. Na mpaka leo sura yake na nyimbo zake na jumbe zake bado vinaishi miongoni mwa watu. Mimi ni Paul Kanuti, kijana wa Storika.